kuchochea magomvi, bali makusudio ya kuzungumza kwetu ni kuonesha uhalisia wa mambo ulivyo. Ili ndio lengo la makusudio ya mazungumzo yetu, lakini pia kutoa fikra nini tunahisi kikifanyika tunaweza kurudi katika hali salama. Hayo ndio makusudio ya kuzungumza kwetu. Mengi wenzangu wamezungumza, lakini katika mijadala mingi iliyokuwa ikiendelea kabla hata ya kufikia tarehe ya uchaguzi, ilikuwa ni viongozi wa dini, hususani dini mbili, kuonesha kwamba jamii yao wanaigawa kwa utaratibu upi. Kwa mfano, kuna viongozi wa dini wengine walikuwa wakijielekeza kwa Mungu atujalie tuwe na amani katika taifa letu. Wakawa wanatokea wengine wao wanasema hapana, haiwezekani amani bila haki. Sasa kuna swala moja la kuelewa. Mimi naamini kama haiwezekani amani bila haki, basi na hakika mpaka hivi ninavyozungumza, toka miaka mingi ya nyuma Tanzania kusingekuwa na hiyo inayoitwa kwamba ni kisiwa cha amani. Isingekuwepo. Kwa nini nasema isingekuwepo? Maana yake haki kwenye jamii ya Watanzania, kuna jamii imepewa haki zaidi na kuna jamii imenyimwa haki zaidi. Kwa tafsiri hiyo, maana yake kama haki ndio ingekuwa msingi wa amani, basi Tanzania isingeitwa kisiwa cha amani, isingeitwa. Kwa nini nasema hivi? Katika nchi yetu ya Tanzania, kabla sijaja kwenye kuhitimisha nini tunashauri, katika nchi yetu ya Tanzania kuna mkataba au Memorandum of Understanding, MOU, ambayo hii imeandaliwa kati ya kanisa, maaskofu wa kanisa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mkataba huu unahusika kwenye bajeti ya elimu na bajeti ya afya. Kila mwaka unaposikia bajeti inasomwa ya elimu, kuna mabilioni ya fedha wanapewa maaskofu kupitia hiyo bajeti. Ukisikia bajeti ya afya inasomwa, kuna mabilioni ya fedha yanatolewa wanapewa baraza la maaskofu. Hii maana yake nini? Hii ina maana kwamba kodi yangu mimi Muislamu inayochukuliwa ya wafanyabiashara wa Kiislamu inayochukuliwa, fedha ile kuna kundi moja limejitenga kuisubiri na kuichukua. Na hoja inayotumika ni nini? Inatumika hoja kwamba kanisa Katoliki linatoa huduma ya afya, kanisa Katoliki linatoa huduma ya elimu, kwa sababu hiyo lina haki ya kupata fedha kutoka serikalini. Sasa twende kwenye hali ya kawaida. Shule gani ya kanisa Katoliki ambayo ukienda wewe kumpeleka mtoto wako unalipa ada sawa na serikali? Shule gani? Nitajieni shule moja tu. Shule zote za makanisa Katoliki ada yao haina tofauti na shule za private. Kwa nini pesa ya Watanzania wote wapewe watu ambao ni kakikundi kawajanja fulani kamekaa kanachukua hiyo pesa alafu anakuambia haki? Kama ni haki inatakiwa izungumzwe kwa mapana. Hauwezi kuzungumzia haki kwenye jambo unalolipenda wewe tu. Kama ni haki ianze kwenye maeneo hayo. Haumwezi kuwa nyie ni kundi mnadhulumu wengine, mnajinufaisha nyie, alafu mnazungumzia haki. Haki ya namna gani? Hiyo ni haki imejengwa kwenye misingi ipi? Sio kwamba haya mambo tunayapenda. Niseme ukweli, yanatukwaza sisi Waislamu. Tunaumia. Kama ni elimu, kwani Waislamu hawana shule? Wana shule ngapi wamejenga? Mbona hawapewi hela? Wanapewa Katoliki, kodi ya Watanzania wote. Alafu leo wanataka kujifanya eti wao ni watu wa haki. Wao ni wazi tu, sio watu wa haki. Ni dhulma wanaifanya. Kama ni watu wa haki, wasimame sasa waseme toka mkataba ule umeingiwa mwaka 1900 kama sikosei ni 96 kama sikosei au 92, kitu kama hicho.
toka wameingia mkataba ule, manake waziri alikuwa Lowassa wakati huo, toka wameingia mpaka leo wawaambie wa Tanzania wamechukua fedha za walipa kodi wote kiasi gani. Waseme ukweli, tujue je ni watu haki. Vijana wanakosa mikopo, wanaenda wanafika pahala wanasoma katika mazingira magumu, lakini kuna wajanja fulani ambao Tanzania nzima wako kama 1,000,000, lakini wenyewe hao watu zaidi ya taifa lenye watu zaidi ya 60 na ushe, lakini hao watu 1,000,000 hawa na kidogo tu wanachotewa fungu la fedha za walipa kodi wote wanapewa wao, lakini serikali imetulia na inaendelea. Haya mambo tunataka serikali wajue yanatuuma sana. Ukisoma katika memorandum of understanding kuna kipengele kimewekwa cha kipuzi na kijinga, eti serikali isijenge hospitali za rufaa maeneo ambayo kanisa lina hospitali. Yani manake wanatengeneza mpaka biashara kwamba kama serikali ina uwezo wa kujenga hospitali ikatoa huduma kwa watu wake, wenyewe kwenye mkataba wanaitaka serikali isijenge hospitali, na ikijenga wanaihoji, mbona mnavunja mkataba, mnajenga hospitali sema msisi tuna hospitali? Hai, hawa ni watu wema hawa? Wana wema gani hawa? Someni historia. Kila kwenye migogoro Afrika kanisa Katoliki wahusika namba moja. Nenda kaangalia vurugu ya Kongo, vita iliyopigana siku 3 wakati wa Pierre Bemba, nani alikuwa chokochoko? Kanisa Katoliki. Nenda kaangalie maandamano ya juzi Kongo, nani alikuwa chokochoko? Kanisa Katoliki. Nenda kaangalie mauaji ya Afrika ya Kati, nani alikuwa chokochoko? Kanisa Katoliki. Nenda kaangalie Rwanda, nani alikuwa chokochoko? Kanisa Katoliki. Njoo uangalie sasa nani chokochoko? Kanisa Katoliki. Tunaposema moja ya tatizo katika taifa letu udini, tusiache kusema ukweli. Udini Tanzania huko, tunaweza tukadanganyana tu pembeni kwamba unajua hakuna udini, tunazungumzia haki, sio mambo ya udini. Sio kweli, uongo. Udini huko tena kwa kiwango kikubwa. Takupeni mfano. Kenya Wakristo ni wengi kuliko Waislamu Kenya, lakini turudi Tanzania. Sensa ya kwanza ya mwaka 1967 Waislamu walionekana kwenye sensa hiyo wako zaidi ya 60%. Mwalimu Nyerere baada ya sensa hiyo akaondoa swali la dini, kwamba msiulizane kwamba dini gani, kwa maana dini haitusaidii kitu. Akaondoa lile swali, kukaa hakuna swali la dini mpaka leo. Tafsiri kama tunachukua sensa ya kwanza iliyokuwa na swali la dini, inaonesha Waislamu walikuwa wengi kwa zaidi ya 60%. Enzi hizo. Sasa tujiulize katika maswali ya kawaida, kama South Africa Waislamu ni wachache, Uganda Waislamu ni wachache, Kenya Waislamu ni wachache, kote hizi nchi nimestaja kuna mahakama ya kadhi. Njoo Tanzania, kwa nini serikali ilipotaka kuwapa mahakama ya kadhi mwaka 2005 kwenye walipoweka kwenye ilani yao ya uchaguzi kwamba watawapa Waislamu mahakama ya kadhi, wakamtuma Bernard Membe alipokuwa waziri wa mambo ya nje aende akafanye tafiti, aangalie je mahakama ya kadhi ina madhara gani. Membe akaja bungeni akasema mahakama ya kadhi haina madhara yoyote. Kardinali Pengo akasema na mimi naunga mkono, haina madhara yoyote. Ndipo alipotokea Gojima akamtukana Pengo, amekula maharage ya Mbeya, amechanganyikiwa, amekuwa mwehu, akamtukana matusi Pengo. Na teki ikaunga mkono kukataliwa mahakama ya kadhi, na serikali ikawasikiliza. Tumenyima mahakama ya kadhi. Jambo la Waislamu, mnapozungumzia haki, ni haki ya namna gani? Kwani Waislamu hawana haki ya kufaidi matunda ya taifa lao ambalo wamelipigania? Wametafuta uhuru wa taifa hili, hawana haki hiyo? Wenye haki hiyo ni Wakatoliki. Kwa nini mnafanya mambo ambayo tunataka tuseme wallahi wabillahi watallahi hatutanii? Kuanzia kesho tunaanza taarifa rasmi kwa wahadhiri wote
3,500 kila msikiti wapite Tanzania nzima kuanza kujipanga na kukabiliana na hao wanaoitwa wataandamana. Mtakuta tumekatana vichwa huko barabarani, wala hatuwatanii. Wallahi tunakuapieni, kwa sababu tunaona hii nchi sasa inakwenda kuchezewa. Najua wengine mtakata shauri yenu, lakini huu ndio uhalisia, na wala hatubepesi macho. Tunawaeleza ili wajue, na ni bora muache kwa sababu bora wajue. Narudia tena, kama mnataka kwenda, kwanza mimi sina hela. Mimi sina hela, sina magari, sina nini. Nyie huko makatoliki ndio mna mashule, mmejenga nchi nzima, mmeeneza nyie vyuo vikuu. Sasa mwageni mboga afu muone. Nataka niwaambie ukweli, kanisa Katoliki, na wala tusemi uongo, najua kanisa Katoliki ndio limemondoa Mbowe. Kwani hatujui mpango si umepangwa hapa Msimbazi Center? So wamekaa hapa wakamondoa Mbowe kwa mikakati na mipango, kwa sababu yeye ni KKT. Wakatengeneza mkakati, wakamuingiza Lissu kwa mipango yao na mikakati yao. Nani ajui? Tunajua. Alafu kanisa Katoliki wana swali moja ambalo mpaka leo hawajajibu. Dr. Slaa alipokuwa katibu wa teki alitueleza kwamba, angalieni clip mtasiona, alisema yeye aliziwia silaha zilizokuwa zinataka kuingizwa katika kupitia kanisa Katoliki. Swali mpaka leo Wakatoliki hawajajibu. Hizo silaha alizoziwia Dr. Slaa alipokuwa akiwa katibu wa teki zilikuwa zinapitishwa na nani? Na ndani ya kanisa huyo mtu alikuwa anataka kupitisha alikuwa anashirikiana na nani? Na hizo silaha zilikuwa zinakwenda wapi? Waje wajibu hilo swali kama wao ni watu haki. Mnazungumza haki gani? Haki gani? Sitaki kuuliza swali la silaha zina matumizi gani, kwa sababu silaha kazi yake ni kuua au kuvunja au kuharibu, au ndio hizo silaha za tarehe 9. Tuambiane ukweli, kama nyinyi ni watu wa haki, mngeanzia hapo kuambia umma kwamba tulikuwa hizi silaha zilikuwa zinapishwa na mtu fulani, huyo mtu alikuwa anawasiliana na padri fulani, huyo mtu tukamziwia. Bwana mtaji. Tunajua moja ya chokochoko ni bandari. Tunaelewa everything, kila kitu tunajua. Tunajua mambo ambayo wizi unaofanyika pale bandari unaobarikiwa na kanisa Katoliki. Tunajua, sio kwamba tujui. Msifikiria Waislamu wa leo ni wale wa miaka ile. Sasa hivi sisi ni educated, tumeenda shule, tumesoma tena sio sehemu moja, tumesoma dini, tumesoma sekula. Kama mnadhani sisi ni wajinga, basi mmepoteza maboya. Sisi sio wajinga, tunaelewa. Na kwa kuwa tunaelewa, msitumie hoja kwa ajili ya malengo yenu. Unajua Wakatoliki wanajifanya wana akili sana. Wanataka kutumia mgogoro huu uliotokea wa tarehe 29 kwenye uchaguzi. Lengo na makusudio ni nini unajua? Wanataka kutumia huo mgogoro kwa lengo la kutimiza lengo lao lililoko nyuma ya pazia. Tunaelewa hilo. Hatusemi kwamba ni haki watu kufa. Hapana. Kila mtu ana haki ya kuishi, na uhai wake unahitaji kuthaminiwa. Kila mtu. Lakini tunapaswa kujiuliza, mwanzo wa tatizo ni wapi? Tunajadili tatizo bila kuangalia chanzo. Chanzo ni haya matamko ya kuhamasisha watu, ndio chanzo. Haya matamko yale, kwa mfano mimi leo nasema, tafsiri yake ni nini? Wahadhiri wanatusikiliza, sisi ndio viongozi wao. Kigoma jana wameandaa taratibu za kuandaa kikao. Kwa taarifa zote, maana yake mikoa yote tumepeleka taarifa wafanye vikao, na tumewapa agenda na nini cha kusimamia. Maana yake nini? Kama sisi viongozi wao tunaweza kufanya, na watu wajue, wahadhiri sisi hatujawahi kupoa. Sasa mimi siogopi si jela si nini. Mimi nishakamatwa kwenye mihadhara hii zaidi ya mara 22. Hawa wenzangu pia usiseme. Kwa hiyo mtu anaogopa. Kwa hiyo sisi wengine nimekwambia hatuna hela. Kwa hiyo sisi hata tungekuwa nazo hela, sio kitu cha thamani kwetu. Thamani kwetu hiyo haki mnayosema, basi iwe haki kweli, sio uongo. Jambo lingine,
angalieni matukio ya wizi kwenye nchi. IPTL, akaunti ya Tegeta Escrow, katika majina yaliyotajwa kuiba hizo hela, benki iliyoshiriki kuiba hizo hela, benki ya kanisa inaitwa Mkombozi, au mmesahau? Miongoni mwa maaskofu waliotajwa Kilaini, milioni 80 Kalamba, mpaka leo hawajarudisha hela hawa, na wengine wametajwa mpaka leo hela hazijarudi. Hela za wajile jasho waweza kuwa wanalipa kupitia umeme, hela imeenda, kuna wajanja fulani wameenda wamekaa wameipiga hiyo hela. Kama wao ni watu wa haki, watuambie wamechukua hizo fedha za nini. Ukiangalia kuna shirika linaloitwa Sikiliza, walitoa ripoti yao. Katika ripoti yao inasema serikali imepoteza zaidi ya bilioni 670. Shirika la Sikika lile, zaidi ya bilioni 670 wamepoteza. Kwa nini? Kutokana na misamaha ya kodi, zaidi ya bilioni 670. Wanaoongoza kwa misamaha ya kodi kwenye eneo hili ni kanisa Katoliki. Misamaha ya kodi ya magari makubwa wanaoyatumia haya hawalipi kodi. Wanaingiza vifaa vya ujenzi hawalipi kodi. Tukienda hospitalini kwao hela nyingi, mashuleni hela nyingi, afu wao wanasimama mbele za watu, sisi ni watu wa haki. Haki gani? Nyinyi ni haki au nyinyi mnatengeneza mipango ya kunufaika? Tunasema hivi, this time hatuwezi kuwa silent, hatuwezi kukaa kimya. This time tumejipanga kabisa, na mtaona kama nafikiri masara hao watakaoingia sasa waingie, alafu mtasikia kitakachotokea. Mtasikia wala tutanii. Tumejipanga kweli kweli, kwa sababu tunahitaji nchi kweli iwe na amani, lakini tuheshimiane. Sisi sio kwamba tunaitetea serikali, lakini tunashangaa mbona hii haki haitetewi kwa usawa? Mbona watu hawa, akiwa Muislamu akifanya jambo linaweza kweli ikawa ni baya, kwa sababu mwanadamu akifanya nini hajakamilika, lakini mbona nguvu inayotumika hawaitumii nguvu ya namna hiyo akiwa Mkristo tena Mkatoliki? Mbona nguvu hiyo haitumiki? Kwa nini nguvu hiyo inatumika akiwa Muislamu tu? Hii inatupelekea mashaka. Lakini vile vile Chadema tunajiuliza maswali, wameingia mkataba gani na kanisa? Na hii wala sio masara. Sisi kwa mwenendo wa Chadema tutaanzisha harakati maalum ya kuipiga vita kwa Waislamu isiungwe mkono, na tunaweza na tuna njia za kuongea na waumini wakatuelewa. Kwa nini? Kwa sababu tunaona wametengeneza bond kati ya Chadema na kanisa Katoliki. Kama kuna kamkakati fulani kanatengenezwa baina yao kwa ajili ya maslahi. Sasa mtu yoyote akikupambania lazima kuna namna ya kulipa fadhila. Sasa isije ikawa kuna mikataba ya siri ambayo imefanywa baina ya kanisa Katoliki na Chadema. Inawezekana. Kwa namna hiyo hatuwezi kukubali. Ili taifa ni la kwetu sote. Taifa hili ni la Wakatoliki, Waanglikana, Wasabato, Waislamu wa madhehebu yote, wote kwa ujumla. Ili ni taifa letu. Nini sasa? Kwa kuelekea kumalizia, niseme kuna jambo moja muhimu sana. Kwa kumalizia, watu wanaweza kuuliza, mnashauri nini? Cha kwanza, sisi tunaamini kwenye mazungumzo. Mazungumzo yanajadili mambo mengi. Kama tuna shida ya katiba, maana yake kwenye mazungumzo tutajadili. Kama ni tume huru ya uchaguzi, kwenye mazungumzo tutajadili. Kwa hiyo mimi nataka niseme tujadili kwenye mazungumzo. Kwa mazungumzo yawe na nia njema. Sio kuna mtu mmoja anaitwa Malisa. Yule Malisa ametangaza kwamba ana kamati yake inaitwa kamati ya maridhiano ya taifa. Sasa tujiulize maswali. Huyu Malisa ndo alikuwa mjumbe katika halmashauri kuu ya CCM. Huyu Malisa ndio mtu wa kwanza kumpinga Mama Samia asiwe nani? Rais. Leo huyu anapataje kibali cha yeye kuwa ndo sehemu ya kutengeneza kamati aliyakuwa hata kabla ya machafuko tulikuwa tunajua lengo lake na nia yake? Alafu kwenye hayo
hayo maelezo yake, kamati yenyewe ilivyoundwa ndio kichekesho. Kamati imeorozesha maaskofu na wachungaji, alafu wakamchukua Sheikh Ponda wakamdumukiza pale ili angalau watu waseme na Ponda yumo. Lakini wachungaji zaidi ya 8, maaskofu wamejaa. Hiyo ni kamati ya kitaifa, kamati ya kanisa. Hamwezi kutengeneza kamati ya kanisa alafu mnasema hii ndio kamati ya kitaifa, alafu tamko lake nini? Lile alikuwa anasema hata kabla ya machafuko, Mama Samia ajiuzuru. Asipojiuzuru basi atakiona cha mtema kuni. Sasa tunasema mwaka huu njooni alafu mtaona nini tunakwenda kufanya. Hamtaamini. Kwani hayo mambo mnayafanyia mbinguni? Si kwa mitaa yetu. Sapoti uwezo wa kuzunguka Tanzania. Tunawashukuru sana, Mungu awalipe. Maana yake tunaanza operation. Na katika operation yetu hiyo itakuwa inaenda na vikosi maalum vya kazi. Hatutani, tunaenda kufanya hiyo kazi. Tuko tayari kwa lolote this time. Kama wanataka amani, tuko tayari kwa amani. Turudi tuangalie changamoto zilizoko. Kama shida ni katiba, tushughulikie swala la katiba, tupate katiba ambayo Watanzania wataridhika nayo. Kama shida ni tume huru ya uchaguzi, tushughulikie tume huru ya uchaguzi ambayo Watanzania wataridhika nayo. Kama kuna makando kando ya hapa na pale, yashughulikiwe kwa nia njema la kuunganisha taifa, sio kwa nia ya kumkomoa mwingine. Kama tunazungumzia adhabu za mauaji kwa watu waliopita, tuanze kwa Mkapa, kwa sababu tunajua viongozi wako hai. Sumaye yuko hai mpaka leo. Tuanze kwa Mkapa. Tuzungumze na nyinyi kwa sababu nyinyi ni kitengo cha kufikisha habari, taarifa katika jamii yetu kwa kupitia media. Leo tumewaita hapa kwa sababu tuko na vitu vya msingi sana ambavyo tunataka tuvizungumze, and we are not going to hit around the bush. We are going to hit nail on the head. Nchi yetu ipo kwenye matatizo makubwa sana, na kuna watu ambao wao wapo mstari wa mbele kutaka kulibomoa taifa la Tanzania ambalo limejengwa katika misingi ya amani na utulivu. Wakija na hoja ya kusema ya kwamba haki kwanza, amani baadaye. Haya ni maneno ambayo si ya kweli. Maneno haya unaposema haki kwanza, amani baadaye, kwa mtu mwenye akili huwezi kudai haki sehemu ambayo haina amani. Unamdai nani wakati taifa liko katika vita? Unamdai nani wakati taifa lipo kwenye machafuko? Kwa mfano mzuri unaweza ukaangalia baada ya kufanyika vurugu walizoziita ni maandamano, yale hayakuwa maandamano. Let us be clear on this. Yale hayakuwa ni maandamano, yale yalikuwa ni machafuzi na ni mambo ambayo yako wazi na kila mmoja ameyaona. Hatuwezi kurudia yale ambayo yalisemwa na viongozi wa dini mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania, lakini tunasema ya kwamba it was just a test. We've been given the test. Kwa sababu kuna baadhi ya watu huwa tunaposema kwamba amani kwanza, alafu ndio uje udai haki yako unataka kudai, wanatuita sisi ni machawa na wanatuita majina mbalimbali kwamba hawa ni mashehe ubwabwa. Let me tell you, siku zote mtu ambaye anayesimama katika majambo ya kuonyesha ya kwamba hii amani ni kitu cha msingi, na amani inapotoweka haiwezi kurudi kama tunavyofikiria, ni jukumu la kila Mtanzania kuchunga amani ya taifa letu, kwa sababu tumeyaona siku 5 ambazo tulizokuwa tumekaa ndani. We've been locked down. The country was paralyzed. Na kazi zilikuwa hakuna. Vyakula vilikuwa vinaanza kuishi katika maduka yale ambayo yaliokuwa karibu nasi. Na imefika mahala ya kwamba watu wakaanza kuishi maisha ambayo hawakuyazoea kwa sababu ya watu waliokuja na maneno ya kutengeneza ya kwamba Tanzania tunataka haki kwanza kisha tunaifuate hiyo amani. Sisi tunasema ya kwamba amani kwanza, haki inafuata baada ya kuwa na amani katika taifa. Nukta ya kwanza. Nukta ya pili, nchi yetu imebadilika. Leo imekuwa ni nchi ya matamko. Yaani leo imekuwa ni kwamba kuna taasisi zinakaa wanakaa wanasema ya kwamba kesho tutakuwa tunatamko. Kesho tunatamko. Hii nchi haijajengwa kimatamko. Hii nchi imejengwa kwa misingi ya amani na upendo. Upendo wetu umetoweka, umeenda wapi?
Mbona leo tumefikia mahali tumeweka katika kundi la watu wanaobaguana wa Tanzania? Hatujawahi kuishi maisha kubaguana. Leo imefika mahali ya kwamba rais aliyoko madarakani hivi sasa, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, anapigwa vita, ni vita vikubwa sana ambavyo wakisema ya kwamba anawanyima watu uhuru na watu haki zao. Lakini ni kweli kwamba Dr. Samia anawanyima watu uhuru na haki zao Tanzania? Au leo kuna kauli zinakuja zinasema ya kwamba Mheshimiwa Rais Samia kwamba yeye ndo ananasibishwa na mambo ya utekaji na mambo ya watu kuuawa na kadhalika na watu kupotea. Hili jambo tusio wanafiki wa Tanzania, tuwe wa kweli katika hili. Mambo ya utekaji hayajaanza kipindi cha Dr. Samia Suluhu Hassan. Mambo ya utekaji yalikuwa nyuma huko, yalikuwa yanafanyika. Lakini hawa ambao leo wanatoa manakara wakisema kwamba tunatoa wito, tunalaani utekaji na umwagaji damu na watu kupotea Tanzania kipindi cha Samia, na wanatoa matamko. Mbona hatujaona matamko haya yakitolewa wakati walivyokuwa wanaongoza watawala wengine ambao wasiokuwa Waislamu? Let me be frank on this, and I cannot be hypocrite on this. This is serious matter and we have to work haya mambo sawa sawa, kwa sababu wakati anapotawala Muislamu katika nchi hii kuna matukio mengi sana ambayo yanajitokeza. Kuna mambo mengi ambayo yanajitokeza ili kumtengenezea mazingira magumu yule Muislamu katika kipindi anachotawala yeye. Na haya tumeyaona yako wazi. Dr. Samia Suluhu hapingwi kwa sababu ya uongozi wake kwamba nchi kaitendea vibaya. Sio kweli. Ni vitu vikubwa viko nyuma pazia na leo tunataka tuyaweke wazi. Jambo la kwanza, Uzanzibari wa Mama Samia. Uzanzibari wa Mama Samia, hili ni tatizo kubwa, na hawa ni sisi watu wa bara tuna ubaguzi. Leo Mama Samia kwa sababu ya Uzanzibari wake, kwa sababu ya ule Uislamu wake, kwa sababu ya ule uwanamke wake, amepewa sifa mbaya. Anateka, anaua watu, anafanyaje? Lakini tuangalie, ni kweli Mama Samia yeye kipindi chake watekaji ndio walikuwa wanateka, hivyo vingine watu walikuwa wateka? Tumeshuhudia hapa kipindi cha mheshimiwa aliyopita nyuma Mama Samia ambaye ni Mheshimiwa John Pombe Magufuli. Yeye kipindi chake hivi, tuseme ukweli wa Tanzania, tuache unafiki katika hili. Kulikuwa na kipindi cha utekaji na mauaji kuliko kipindi cha Magufuli. Watu walikuwa wanawekwa kwenye viroba, wanafungwa, wanatupwa kwenye mito ya maji, kwenye bahari. Kibiti watu wameuawa mpaka majumbani. Ilifika mahala ukionekana wewe una ndevu, wanakukamata, unafungwa mikono nyuma, halafu kisha kinachukuliwa matchbox kibiriti, unawashwa zile ndevu zako, ndevu zinawaka. Kilwa waliuawa Waislamu msikitini kabisa. Watu wateki walikuwa wapi kutoa matamko yao ya kutaka kulichonganisha taifa la Tanzania? Watu wateki walikuwa wapi? Kanisa Katoliki, where you? Mlikuwa wapi kipindi hichi ambacho wameteswa watu, wameuawa Mwembe Chai? Nyinyi mlikuwa wapi? Au mlikaa kimya kwa sababu teki aliyokuwa anatawala kipindi cha Mwembe Chai, kipindi hicho alikuwa ni Benjamin William Mkapa, Mkristo Mkatoliki mwenzenu? Mlikuwa wapi kipindi ambacho Magufuli anaua watu Kibiti na wapi, watu wanatupa kwenye viroba kila sehemu? Magufuli ilifika mahala mpaka kawa anapora pesa kwenye mabenki. Watu wamepoteza pesa zao kwenye mabenki. Unakwenda benki unakuta pesa ishaondoka, ukiuliza majibu unaopewa namba, nenda TAKUKURU ukaulize. Mlikuwa wapi na matamko yenu nyinyi maaskofu wa teki? Maaskofu wa teki ni chanzo cha migogoro ndani ya Tanzania. Na leo tunasema ya kwamba hatuhitaji wala hatutaki kwamba Kanisa Katoliki lio ndio wapatanishi wa nchi. We don't need you on this. Tunataka watu ambao watakayekuwa neutral, watu ambao hawako bias. Leo kuna waraka ambao umetolewa. Waraka huu unapousoma, ambao ulitolewa na Kanisa Katoliki TEC, waraka huu uko wazi kabisa. Wanasema tunasikitishwa tena sana na hii hali na tunalaani haya mauaji ya kikatili na ya kinyama ya vijana wetu na wengine. Kiukweli huu ni uovu mkubwa na chukizo kwa Mungu wetu. Tusimame kwenye nukta hiyo kwanza. Hebu tuiangalie hiyo nukta.
Maana katika kuna vitu vinavyoitwa semantic. Mtu anaweza akazungumza neno katika lugha fulani, lakini huyu mtu akawa anamaanisha kitu kingine. Speaking with a hidden meaning. Hapa kuna kitu lazima tukiweke sawa. Wanasema ya kwamba ni uovu mkubwa umefanyika. Hebu tujiulize, teki walikuwa wapi kipindi ambacho mataasisi za dini mbalimbali zilikuwa zinatoa kauli? Wanasema ya kwamba amani kwanza ndugu zetu. Wao hatujawaona teki wakitoa waraka wala wakitoa hiyo barua yao ya kuonyesha ya kwamba wao wanaungana na wenzao kwenye swala la amani. Walikuwa kimya teki. Baraza la Catholic, maaskofu wa Katoliki walikuwa wapi kipindi ambacho mataasisi mbalimbali, viongozi wa dini mbalimbali wakizungumzia swala la amani, wakati wanaona kabisa kwamba kuna watu wao walishatangaza, walisema tarehe 29 Oktoba hakutakuwa na uchaguzi. Haya mambo yalikuwa wazi. Heche alizungumza kwenye media na klipu zipo za ushahidi za video, anasema kabisa kwamba Tanzania hakutakuwa na uchaguzi tarehe 29. Tundu Lissu alisema wazi kabisa, tunakwenda kukinukisha nchi hii ya Tanzania, hakutakuwa na uchaguzi na wala msihangaike kwamba mtaenda kufanya uchaguzi tarehe 29. Watu wanatangaza wazi kabisa kwamba watakwenda kuinukisha hii nchi ya Tanzania. Teki walikuwa wapi? Mbona hawakutoa hizi matamko zao kukemea hizo kauli mbaya za kutaka kuligawa taifa na kutaka taifa lipasuke? Where were you, Teki? And we cannot tolerate this nonsense, kwa sababu haya ni mambo ya ajabu kabisa ambayo yanaendelea. Watu walitamka na kweli dhamira yao ikaonekana tarehe 29, mipango yao akaikamilisha. Hakuna maandamano yaliyofanyika tarehe 29. Ulikuwa ni uchafuzi na uvunjifu wa amani na kuharibu mali za watu. Alafu tunashangaa kipindi cha Magufuli kuna baadhi mpaka walikuwa ni viongozi wa serikali, wa bunge, walipigwa risasi nchi hii hadharani. Kuna wengine walitolewa bunduki. Mheshimiwa Nape Nnauye alitolewa bunduki hadharani kabisa. Amani ilikuwa imetoweka. Waandishi wa habari walifungiwa, bunge lilifungwa, live coverage. Teki walikuwa wapi? Mbona hakuzungumza? Au kwa sababu Magufuli alikuwa ni Mkatoliki mwenzenu? Teki mlikuwa wapi wakati mauaji yanafanyika haya ambayo yamefanyika Zanzibar? Mlikuwa wapi Teki? Benjamin William Mkapa akiwa rais wa Tanzania alituma wanajeshi, walitoka bara, walikwenda kuwaua Waislamu katika mji wa Pemba kule. Tena ilifika mahala kwamba waliuao Waislamu wazi kabisa. Na bahati nzuri aliyefanya tukio mwenyewe akaandika mpaka kitabu kujutia, kitabu kinachoitwa My Life My Purpose. Ameandika, anasema ya kwamba najutia dosari kubwa ambayo ilitokea katika utawala wangu. Lakini swali tunajiuliza, kama aliyefanya tukio alionyesha majutio, Teki mlikuwa wapi Katoliki? Mbona hamkukemea haya? Au kwa sababu Benjamin William Mkapa alikuwa ni Mkristo wa Katoliki wenzenu? Tunasema hivi, hatuwezi sisi kuentertain Katoliki, hatuhitaji nyinyi ndio muwe wapatanishi nchi hii, kwa sababu nyie ndio namba 1 wa vurugaji wa amani katika mataifa mbalimbali. Mauaji ya kimbari yaliyofanyika Rwanda, sababu ilikuwa ni Wakatoliki. Wao ndio walisababisha watu wakauana. Jamii walikuwa nasikilizana, Wahutu na Watusi, lakini fitna na chuki ilitengenezwa. Catholic walihusika sehemu kubwa. They played their party to destruct the Republic of Rwanda. Rwanda ikaja kwenye vita, genocide, watu waliuana kwa sababu ya Katoliki. Tuna historia. Nchi hii ya Tanzania tuna historia, tusio wanafiki. Hatuhitaji Teki wao ndio wapatanishi. Wao ni maaskofu, wakae kanisani, ima wachague moja. Wao kama wanataka kuwa wanasiasa, wanataka kuwa wanaharakati, wavue magwanda ya udini, wavae magwanda ya siasa, waingie barabarani, tujue wao ni wanaharakati moja kwa moja. Lakini sio kutumia Catholic alafu kutaka kuintimidate rais. Wanamuintimidate rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Suluhu, kwa sababu ni Muislamu. Mama Suluhu uadui wake kwa sababu yeye ni Mzanzibari, uadui wake kwa sababu yeye amekata mirija ya watu ambao walikuwa naibia hili taifa. Tuko na record. We have the record in this country. Bilioni 19.3. Nisidhani vizuri nyinyi waandishi wa habari na Watanzania. Bilioni 19.3. Hizi ni pesa ambazo walitakiwa serikali ya Tanzania ipokee. Hizi pesa waliomba msamaha walipoingiza magari takriban 691 kanisa Katoliki nchi hii. Waliingiza magari wakaomba msamaha wa ushuru
watolewe, na walitolewa bilioni 19.3 ushuru ambao ulikuwa net worth yake ilikuwa ni hiyo sawa na hayo magari 991. Nyie Catholic mtueleze vizuri, hii ni pesa ambayo ilikuwa ni ya Watanzania, na hii pesa munaomba msamehewe. Lakini cha ajabu kama tunashangaa kama kwenye msamaha ambao mnaoomba nyie kanisa la Katoliki, munaingiza magari bure, munaingiza madawa bure kupitia kanisa Katoliki, munaingiza vitu mbalimbali, mabati ya kutengenezea manyumba na kadhalika, tiles munaingiza na vitu mbalimbali, lakini mwisho wa siku ni kwamba nyie ndio wa kwanza mmekosa kuwa na fadhila. Leo mnasema kwamba serikali ya Tanzania haina haki, serikali ya Mama Samia haina haki. Nyinyi haki mnayo, haki nyinyi maaskofu wa kanisa la Katoliki. Hii pesa bilioni 19 ambazo mmesamehewa na serikali, magari 691 ambayo hamjalipa ushuru, hizi pesa ambazo zilikuwa takiwa zingie kwenye serikali ya Tanzania, hizi pesa, hebu mtuambie, serikali ingepata hizi pesa ingekuwa imeweza kufanya miradi mingapi katika nchi hii? Munaingiza madawa bure kupitia hospitali yenu, lakini cha ajabu ukienda hospitali za Katoliki, gharama ambazo unazolipia hospitali ya Katoliki ni sawa na hospitali ya serikali, na wakati mwingine inakuwa ni zaidi ya unayolipa kupitia Katoliki. Ikiwa mnaingiziwa hizi vitu bure, kwa nini nyinyi msije kuwa ni watumishi wa Mungu wa kweli? Mungesimama msema kwa sisi ni watumishi wa Mungu wa kweli, serikali imetuondolea sisi haya maushuru, hebu tuwasaidie hawa raia. Basi msitusaidie sisi Waislamu au msitusaidie sisi wale maprotestant, KKT, Anglikana, maana ni makanisa mengine. Nyinyi wa Katoliki wenyewe kwa mngiwasaidia wa Katoliki wenzenu. Wa Katoliki wenzenu wana hali ngumu. Alafu nyinyi teki leo mnasimama mnasema, unajua tunaona ya kwamba nchi ya taifa limegawanyika. Hamna taifa limegawanyika. Nyie ndio mnataka kuligawa taifa. Mlisubiri Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania asome hotuba yake. Tanzania tumekaa very attentively to listen what our president saying. Tumesubiri tunaangalia rais wetu anaongea nini. Pale siku ya pili yake ya tatu mkatoa waraka wenu. Ina maana nyinyi mmekuja kutoa waraka baada ya hotuba ya Mheshimiwa Rais. Ina maana hii ni kudistract hotuba ya Mheshimiwa Rais isisikilizwe na raia wasipate faida kwa ile hotuba ambayo Mheshimiwa Rais kaizungumza. This is unacceptable and we cannot accept this. We don't need you to be our negotiators. Nyinyi ni wafanyabiashara na mmekaa kwa sababu ya maslahi yenu yamekatika, ndio shida hii. Na tutakuja na tamko lingine tutakuja baadaye na ujumbe mwingine wa pili wa baadaye kuzungumzia swala hilo. Nikimalizia ili niwapishe na wenzangu, naomba nimalizie na aya hii kwenye kitabu cha Biblia ambayo inapatikana kwenye kitabu cha Biblia, inapatikana katika kitabu cha Timotheo wa kwanza. Timotheo wa kwanza sura ya 3 mstari wa kwanza. Naomba hebu nifungulie mtu mmoja pale. Iko hapa. Acha niisome watu waisikie. Kazi ya maaskofu ni gani? What is your work? Sikilizeni mafundisho ya Biblia yanavyofundisha. Leo mmehama kwenye kazi zenu, mmeingia kwenye kazi sio zenu, mnataka kuligawa taifa la Tanzania. Ni udini uliokuwa wazi kabisa wala usiopingika. Mzanzibari ana haki kutawala Tanzania kama mbara anavyotawala Tanzania. Ili jambo lazima lieleweke. Kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 3 mstari wa kwanza. Ni neno la kuaminiwa. Mtu akitaka kazi ya uaskofu ametamani kazi njema, basi imempasa askofu awe mtu asiyelaumika, mume wa mke mmoja. Maaskofu wetu wale hawana wake, na ndio maana mtu yuko tayari kukinukisha, anasema bora kinuke kwa sababu hana familia. He doesn't have a family in this country. Maaskofu hawaoi. Biblia inasema askofu lazima awe mume wa mke mmoja, lazima aoe, na ukioa utakuwa na familia. Ukiwa na familia lazima utakuwa na uchungu na nchi yako. Huwezi kubali kuruhusu kwa damu imwagike huko katika nchi. Hawaoi kwa sababu hawana familia, na kutokuwa na familia ndio maana hawana uchungu na taifa. Ndio wakati wote anaweza kutoa matamko akasema kwamba hatuwezi kubali amani kwanza haki. Haki wanayozungumzia maaskofu ni haki yao inayohusu miradi yao, na hiyo tazungumzwa na wahadhiri wengine ambao wenye taaluma hiyo wapo inshallah taala hapa.
Andiko linasema basi imempasa askofu awe mtu asiyelaumika, mume wa mke mmoja, mwenye kiasi na busara. Askofu lazima awe mwenye busara. Lazima uangalie huu ni wakati nizungumze nini na wakati huu nisizungumze nini. Nchi imeshavurugwa. Kuna watu wamekaa kutaka kuichafua Tanzania, kutaka kuivuruga Tanzania kwa maslahi yao. Wanataka mali za Watanzania waje wazikontrol wao, kwa sababu Mama Samia amebana kila kona. Hii ndio chuki iliyoko. Lazima maaskofu watakiwa wenye busara, mtu mwenye utaratibu, mkaribishaji, ajuwaye kufundisha, si mtu wa kuzoea ulevi, si mpiga watu. Yani manake askofu atakiwi kutoa matamko ya kufanya watu wapigane, lazima ieleweke hiyo, bali awe mpole. Ndo askofu wa sawasawa, awe mpole, si mtu kujadiliana. Askofu atakiwi kwenye mjadala hii atakani ya kisiasa, yeye sio mwanasiasa, amhubiri Yesu na Mungu kanisani, wala asiwe mwenye kupenda fedha. Hapa kuna nukta. Maaskofu wanapewa maelekezo wasiwe wenye kupenda hela. Maaskofu wetu wa leo bilioni 19.3, hii ni pesa ambayo wamepanga, yani imefika mahala wameomba na wakakatiwa maushuru yao. Hii pesa haikusaidia jamii. Hii pesa imekwenda kwa watu binafsi. Hatulaumu kanisa la Katoliki lote. Kuna baadhi ya wengine ambao hawaungi mkono hayo mambo, lakini wamebanwa na wale ambao wanaongoza hayo mambo. Na kisha tunasema hivi, we are talking in general. Kanisa la Katoliki tunaomba katika hili swala, hatuhitaji matamko yenu kwa sababu nyinyi ni wachunganishi, na sisi hatuhitaji, kwa sababu mngekuwa wa kweli mungeonyesha mifano kwa marais waliokuwa wa Katoliki wenzenu. Hiyo mifano mngeonyesha, kwa sababu Waislamu waliuawa, hamkutoa tamko, kimya. Kama vile wameuawa mbuzi, wameuawa Zanzibari kule Pemba, kimya, hamkutoa tamko. Kama vile wameuawa kuku. Leo vijana ambao walitangaza rasmi Tanzania kwamba tunakwenda kukinukisha, tunakwenda kupindua serikali, wanasema kwamba haya ni maandamano. Watu wanasema tunakwenda kupindua serikali. Haya sio maandamano. These are criminal issues. Hawa ni watu ambao wanafanya mambo ya criminality, na hatuwezi kuaccept hiyo. Serikali ilifanya majukumu yake ya kuhakikisha kwamba kuleta taarifa katika mazingira ya salama na amani, ni wajibu wao. Askari wasilaumiwe kwenye majukumu yao. Askari wametrain vitu vifuatavyo. Cha kwanza, wao katika training zao wameambiwa kazi yao ni kuwachunga raia na mali zao. Nukta hizo, raia na mali zao. Askari wametoka kwanza askari walikuwa hakuna siku hiyo, hawakuwa kabisa maaskari. Watu wameruhusiwa wakafanya uchaguzi, wamefanya uchaguzi wao, wamemaliza. Lakini baadaye askari walikuja kujitokeza baada ya kuona wametokea vijana wanachoma mali za watu. Afi tunashangaa kwamba katika mali ambazo zilikuwa targeted ni mali za Waislamu nchi hii. Abudi kachomewa mabasi. Abudi ni Muislamu. Ina maana Abudi was targeted. Why? Abudi Muislamu. Leo wamechoma mabasi ya Ratco. Ratco ni Muislamu. Why? Awe ni Muislamu. Leo vimechoma vituo vya mafuta, Leki Oil. Mwenye Leki Oil ni brother Ali Awadhi. Yeye amespendi $1 billion mwaka 2006 wakati wa utawala wa Mheshimiwa Jakaya Kikwete kuinvest Leki Oil katika Tanzania, na inaitwa Leki Oil Group. Manake haiko peke yake, wako wengi ambao waliojichanga wakatengeneza wakamata biashara yao. Zimechomwa Leki Oil za Muislamu. Alafu leo teka nakuja kutuambia ya kwamba eti tunataka haki kuchoma mali za Waislamu. We cannot accept it, and we don't need you to be our negotiators. Hatuhitaji nyie mwe mediators wala negotiators. Tunataka vitu visimame sawa sawa na taifa libaki kwa amani. Tunaomba ndugu zetu wa Tanzania, vijana wenzetu, msijiingize katika majambo ambayo kwa kuwanufaisha baadhi ya watu